Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Ninatumai uko mzima, uko na ubuheri wa afya. Asubuhi wa leo ningependa tuongee juu ya aibu. Kuhusu aibu. Aibu inaweza ikakufanya ukadharauliwa. Aibu inaweza ikafanya wewe ukakosa hata kutimiza malengo yako. Aibu inaweza ikafanya mtu ukaonekana kana kwamba haufai. Lakini asubuhi ya leo ninataka kukueleza hivi, mtazamaji wangu. Aibu yako, huenda uliaibishwa na mtu, huenda uliaibishwa na kitu, huenda uliaibishwa mahali, huenda uliaibishwa na kitu chochote. Kwa sababu aibu inaweza ikafanya mtu akakuwa na uzito hata katika maisha yake, katika huduma yake. Lakini sasa ninataka kukwambia kwamba hiyo aibu yako siku ya leo Mungu anaiondoa. Siku ya leo Mungu anaondoa hiyo aibu yako. Haijalishi hiyo aibu ililetwa na nini. Haijalishi hiyo aibu ililetwa na kitu gani. Haijalishi hiyo aibu ililetwa wakati gani. Haijalishi hiyo aibu ililetwa siku gani. Lakini nataka nikwambie hivi, Mungu anaondoa aibu yako. Amini, Mungu anaondoa hiyo aibu siku ya leo. Amini, Mungu anakuondolea aibu. Mungu anakuheshimisha siku ya leo. Hata kama ulikuwa umedharauliwa, hata kama ulikuwa umechukiwa, hata kama ulikuwa umejiona haufai, wewe bado Mungu anakupenda. Mungu bado anakuhitaji. Mungu bado anakutamani. Katika kitabu cha Isaia 29 verse 22, the Bible says, "Therefore thus said the Lord, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale." Basi Bwana aliyemkomboa Ibrahimu asema hivi, katika habari za nyumba ya Yakobo, Yakobo hata tayarika sasa, wala uso wake hautabadilika rangi yake. God wiped the shame of Ibrahim. Mungu alipanguza aibu ya Ibrahimu. Mungu alipanguza aibu katika uso wa Ibrahimu. Mungu aliondoa aibu mbele ya Ibrahimu. Uso wake haukubadilika. Uso wake haukutayarika. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi wa leo ninakwambia kwamba Mungu anaondoa aibu. Yule Mungu aliyeondolea Ibrahimu aibu, ako tayari kukuondolea na wewe aibu. Ako tayari kukuondolea, kupanguza hiyo uso wako. Ako tayari kuondoa hiyo aibu. Haijalishi imekaa muda gani. Haijalishi imechukua siku ngapi. Haijalishi imekaa miaka ngapi. Haijalishi imekuaibisha kwa siku ngapi. Lakini Mungu yuko tayari kukuondolea aibu. Mungu ako tayari kupanguza hiyo aibu. Mungu yuko tayari kunena na wewe siku ya leo. Katika kitabu cha Joshua chapter 5 verse 9, the Bible says, "And the Lord said into Joshua, this day have I rolled away the reproach of Egypt from off you, wherefore the name of the place is called Gilgal into this day." Basi Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaviringirisha hilo jiwe la aibu mbele yako. Mungu anaviringirisha hilo jiwe la aibu mbele yako. Mungu anaondoa hilo jiwe la aibu mbele yako. Mungu anaondoa hiyo aibu ambayo uliaibishwa na watu. Mungu anaondoa ile aibu ambayo uliaibishwa pale kazini. Mungu anaondoa ile aibu ambayo uliaibishwa pale nyumbani. Mungu anaondoa ile aibu ambayo uliaibishwa hata na marafiki wako. Mungu anaondoa ile aibu ya umasikini, ile maisha ya kudharauliwa, ile maisha ya kuchukiwa. Unajiona kana kwamba haufai, unajiona kana kwamba haupendezi mbele za Mungu. Mungu anasema ya kwamba anaondoa hilo jiwe la aibu. Mungu anaviringirisha hilo jiwe la aibu. Mungu anaondoa jiwe la aibu mbele yako. Mungu anaondoa
anaondoa jiwe la aibu katika maisha yako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika maisha yako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika kazi yako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika uzao wako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika ndoa yako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika kazi yako. Mungu anaondoa jiwe la aibu katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Luka mtakatifu mstari mdogo wa 24 Biblia inasema, and after those days his wife Elizabeth conceived and hid himself 5 months, saying, hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba akatawa miezi 5 akisema, this had the Lord died with me in the days where I looked on me to take away my reproach among men. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Kuzaliwa kwa Yesu kwa tabiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuondolea aibu. Mungu anakupa kile ambacho unataka. Kama kuna kitu ambacho ulikuwa unaomba Mwenyezi Mungu, kama kuna kitu ambacho ulikuwa unataka kutoka kwa Mungu, kama kuna chochote ulikuwa unataka kutoka kwa Mungu, amini Mungu anakupatia siku ya leo.